Karibu Kiatu, popote ni sehemu bora. Hii ni Kiatu TV. Tunakwenda kufanya mahojiano na wewe, utujulishe katika mambo haya ya misitu na mambo ya hewa ukaa na mambo mengi ambayo umeyafanya. Karibu. Asante. Kwa nafasi yangu ya cheo ni mwenyekiti wa jumuiya ya uhifadhi wa wanyamapori ambaye ni muunganiko wa vijiji 10. Yaani jumuiya ambaye baada ya kuunganisha vijiji 10 tunaiita Manyara. Kwa hiyo jumuiya yetu inahusika na masuala ya utunzaji wa misitu kwa ajili ya kufanya biashara ya okaa. Na nilikuwa nafikiri wananchi watambue kuwa hii biashara ya okaa ni jambo zuri sana, ni biashara ambayo inalipa sana, inaleta manufaa makubwa sana kwa wanajamii. Na serikali kwa kuanzisha jambo hili iliona kuwa wananchi wanufaike moja kwa moja uanzishaji, wanufaike moja kwa moja kupitia utunzaji au rasilimali za uhifadhi wa misitu na wanyamapori. Ndio. Unasema kwamba wewe hii inaunganisha vijiji kadhaa ili kusudi kuweza kutunza na kuhifadhi hiyo maeneo yenu ya misitu. Je, mwitikio wa wananchi ukoje kwa ujumla? Kwa sababu kila kijiji walifanya mkutano, mwitikio wa wananchi wameitikia vizuri na walipokea jambo vizuri baada ya kupewa elimu na semina ya kutosha ambayo sisi tulipata semina Manyara Kiteto kwa jumuiya ya wenzetu ambayo imeanza muda mrefu ya Makame WMA. Kwa hiyo baada ya kuleta elimu hii kwa wananchi, vijiji vyote 10 vimekubali na vimelizia na vinaomba jambo hili lianze hata leo. Sawa sawa. Bila shaka ulipokuwa Manyara Kiteto tulijifunza mambo mengi. Unaweza kuisimulia Kiatu TV jinsi ya faida ambazo ulizipata katika safari ile? Na ulipelekwa na nani? Ndio, tulipata wafadhili wa watu wa Wizara za Maliasili na Utalii walitupeleka kule Manyara Kiteto kwa ajili ya kujifunza. Faida ambayo nimeona wenzetu wamefika mbali sana. Wenzetu nafika hatua baadhi ya miradi mikubwa jumuiya imetekeleza. Kwa mfano, ajira kwa vijana, lakini pia ukarabati wa barabara, hizi zahanati, vituo vya afya vimejengwa, shule za msingi, shule za sekondari. Jumuiya imewasaidia sana wananchi katika kutekeleza haya majukumu ambayo serikali ingeweza kuyafanya, lakini kupitia uanzishaji wa jumuiya, majukumu yote yametekelezwa na jumuiya ya uhifadhi wa wenzetu ya Makame WMA. Sawa sawa. Hii elimu wananchi baada ya kuipata, unasema kwamba walionyesha mwitikio mkubwa. Unatarajia mambo haya yaanze lini? Kwa jinsi ambavyo napata ripoti kutoka kwa wizara, nafikiri inaweza kafika mwezi wa 10 au 11 jumuiya yetu ikaanza kufanya kazi na wananchi wakaanza kunufaika. Ndio. Je, biashara ya hewa ukaa nayo pia unaizungumziaje hapa? Biashara ya hewa ukaa ni biashara ambayo kwa sasa kwa nchi yetu ya Tanzania inalipa sana, kiasi kwamba wananchi wanapata manufaa ya moja kwa moja. Na sio tunapozungumzia misitu, hatuzungumzii misitu mikubwa sana. Baada ya kuwa na mabadiliko tabia ya nchi, hii biashara ya okaa wazungu wanaamua kutulipa, au tunasema hizi nchi za wenzetu, nchi za kigeni zinatulipa fedha kupitia utunzaji wa misitu. Kwa hiyo utunzaji wa misitu kwa sisi ambaye ni Afrika tuna uwezo, au Tanzania tunaweza kutunza misitu yetu, maana ni rasilimali tosha ya kupata fedha kupitia hewa ukaa, kupitia utunzaji wa misitu. Na kwa tarafa yetu ya Mahenge ambayo ni jumuiya ambayo tunaonyesha Manyara, ina misitu mikubwa ambayo inatosha kabisa kufanya biashara hii ya hewa ukaa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo zuri na wananchi wamelipokea, na biashara hii soon tu itaanza kufanya kazi na tutaweza tukaingizia kipato cha kutosha ambacho kitatekeleza maendeleo makubwa, miradi mikubwa ya tarafa yetu ya Mahenge ya vijiji vyote 10. Mwito wako nini kwa wananyanzo ambao hasa wana bwawa la Mamwino ambalo mpaka sasa hivi tunavyozungumza na wewe lina maji hapo ya ngali yametulia pale, yako pale, na yale maji angeweza kuleta manufaa sana kwa wananchi, lakini bado panahitaji maboresho kidogo. Lakini pia kuna maji ambayo yanatiririka humo korongoni kwa ajili ya watu wajirani na korongo waweze kulima kwa kutumia honda na mashine ndogo ndogo. Unalizungumziaje? Mimi wito ambao nilikuwa niwape rai wananchi wa kata yetu ya Nyanzwa ni kwamba lile bwawa linatakiwa kutunzwa. Litunzwe ili liweze kutupa manufaa ya moja kwa moja. Na jumuiya ya uhifadhi wa wanyamapori inaunganisha na vyanzo vya maji pia. Kwa hiyo katika moja ya katiba yetu ya jumuiya ya uhifadhi wa wanyamapori ni kutunza vyanzo vya maji. Kwa hiyo haya yote maeneo ya vyanzo vya maji tunayatunza na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata manufaa makubwa kupitia utunzaji wetu wa rasilimali kama hizi. Sawa. Basi nikushukuru sana
mhifadhi kwa yale yote ambayo umezungumza na mimi kupitia Kiatu TV. Ndiyo. Ili kusudi wananchi waweze kuyapata. Nadhani hii pia itakuwa ni elimu pia tosha. Na kama hiyo elimu ilivyoendelea kuitoa wewe kwenye mikutano mbalimbali, hata juzi nimeshuhudia ukitoa hiyo elimu kwa wananchi, nadhani unatekeleza wajibu wako vizuri. Nikutakie mafanikio mema ndugu Abu. Mimi nashukuru sana. Asante. Subscribe, like, share, comment. Kiatu TV ni ya watu wote. Subscribe, like, share, comment. Tunaelimisha, tunaburudisha kote.